السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hii leo ni darsa ya 3 kuhusu jambo muhimu lenye kutupatia matumaini siku ya kiyama, nalo ni msamaha utakaokuwako. Msamaha ni moja katika stage zetu 14 ambao tutapita nazo tukifika siku ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wiki iliyopita tulitaja makundi 8 ambayo yatapewa fursa kuomba msamaha, na tukataja msamaha wa Mtume alayhi salatu wassalam. Tukasema kwamba Mtume ana msamaha wa kwanza, ndio ile ash-shafa'atul uzma, msamaha ambao Mtume atapewa baada ya misujudu kwenye arsh, ndio Mwenyezi Mungu akubali kutufanyia hisabu. Hisabu ndio stage yetu ya baadaye tu tukimaliza msamaha. Msamaha wa pili wa Mtume tulisema ni yeye kuifungua janna. Hata wale ambao kwamba hawana hisabu hawataingia peponi mpaka Mtume yeye mwenyewe aombe ruhusa kwa malaika wa pepo, atakuwa aliyeshika mlango ndio Mtume aingie peponi na watakao kuwa na yeye mwanzo. Msamaha wa tatu wa Mtume tulisema ni watu wa peponi, lakini Mtume atawaombea wapandishwe daraja. Mtu kwa mfano pepo yake ni floor ya 2 ama ya 3, lakini huyu alifanya amali fulani, Mtume atapewa fursa kumwombea apandishwe daraja. Msamaha wa 4 ni kuomba msamaha kwa ammi yake Abu Talib, kwa sababu ya kumhifadhi Mtume, kwa sababu ya kumlinda Mtume, kwa sababu ya kumtetea Mtume. Mtume atamuombea Abu Talib, na msamaha huu si wa kutolewa motoni, ni wa kutolewa kule chini kuletwa hapa juu mwa moto wa Jahannam. Msamaha wa 5 ni msamaha wa watu wa madhambi makubwa, ahlul kabair. Hawa walikuwa waende motoni, lakini Mtume atawaombea msamaha, watakuwa ni wenye kwenda peponi. Na msamaha huu Mtume atashirikiana na malaika, atashirikiana na mitume, atashirikiana na waumini. Msamaha wa 6 wa Mtume ni kuwaombea watu ambao kwamba wataingia peponi bila hisabu. Tukasema watu hawa wana masharti 4 ama wanafanya mambo 4. Sisi tulifika hapo tukasema sharti ya kwanza, watu hawa la yaktaun. Hawa hapa duniani hawatumii moto kutibu majeraha yao. Sio kwamba haifai kutumia moto, inafaa, lakini Mtume mwenyewe asema mimi sipendi kutumia moto kuiponesha jeraha yangu. Sababu ya pili, hawa wala yastarqun, wala hawaombi kufanyiwa ruqya, wanajifanyia wenyewe ruqya. Ya tatu, wala yatatayarun, hawa vile vile hawaoni kitu kibaya ama ndege mbaya ama mnyama mbaya. Mtu akabeba hoja asubuhi kwamba siku yangu itakuwa mbaya kwa sababu nimeona paka mweusi, ama nimeona ndege mweusi, ama nimeona mtu anayenichukia nikienda fajr. Ya wala yatatayarun. Na sababu ya 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea Mwenyezi Mungu Subhana. Wenye sifa 4 hizo hapa duniani wataingia janna bila hisabu, baada ya msamaha kutoka kwa kuombewa msamaha na Mtume alayhi salatu wassalam. Vile vile tukataja ule sahaba Ukasha ibn Mihsan, ambaye yeye vile vile Mtume alimuombea kuwa ataingia janna bila hisabu. Sisi tulifika hapo kwenye msamaha wa Mtume. Msamaha wa 6 wa Mtume, Mtume atawaombea msamaha watu ambao hasanati zao na sayiati zao ziko sawa sawa.
tasawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Msamaha wake mtume huu ni kwa watu hao. Hawa kabla hawajaenda peponi watakuwa mahali katikati baina janna na nar, mahali panapoitwa al-A'raf. Na kwenye Qur'ani kuna sura inaitwa suratul A'raf. Kwenye Kiarabu A'raf ni jamu araf, maana yake ni mahali pa juu. Mahali hapa kutakuwa na fence baina janna na nar. Watu hawa ambao kwamba mazuri yao na mema yao yametoshana, hawa mtume atawaombea yale makosa yao yaachiliwe mbali, watakwenda, mtume atawaombea wapelekwe peponi. Lakini kabla hawajaenda peponi watakuwa wanaonana. Wale watu ambao kwamba wako kwenye Araf wataomba, watakuwa wanazungumza na watu wa peponi. Mwenyezi Mungu anasema wa bainahuma hijab, baina pepo na moto. Wa ala al-a'raf rijalun, kwenye ile fence watasimama watu rijal, yaarifuna kullam bisimahum wanadau ashab aljanna an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Watu hawa hawajaingia peponi, lakini wanatamaa, ndo wahum yatma'un, wanatamaa wataingia peponi. Tamaa hii ilitoka wapi? Kwa nini wao wawe na tamaa? Watakuwa na tamaa kwa sababu miili yao itakuwa ina nuru, na kwenye maguu yao itakuwa na nuru, na kwenye nyuso na mikono yao itakuwa ina nuru, na nyuso zao itakuwa na nuru kulingana na amali zao hapa duniani. Kuna mtu atakuwa na nuru nusu ya mwili wake, mwingine atakuwa na nuru kwenye vidole tu, mwingine atakuwa na nuru kwenye uso tu. Wahum yatma'un, ile nuru wao ndio itakuwa wana matumaini kwamba sisi tutapelekwa peponi. Lakini hawatakwenda peponi mpaka mtume alayhi salatu wasalam awaombee msamaha watu wa Araf, ndio sasa watapelekwa peponi. Masala al-Araf ni masala baadaye tunataka tuisome suratul Araf, na mimi pengine Mwenyezi Mungu akinipa umri na afya na wakati nitakuja kuieleza suratul Araf, kwa sababu ndani yake ina mafunzo makubwa sana. Miongoni mwao ni kundi hili ambalo litakuwa kwenye fence juu. Wao hawako motoni wala hawako peponi, lakini watazungumza na watu wa peponi. Msamaha wa mwisho wa mtume ni wa watu ambao kwamba baadhi ya watu kidogo wanaoishi Madina, al-Madinatul Munawwara, ile Madina tunakwenda kufanya ziara wakati wa umra ama haji. Kuna watu wenye sifa fulani wanaishi Madina, hawa vile vile mtume atawaombea. Na huu ndio msamaha wa mwisho wa mtume. Kwa mtume ana misamaha aina 8. Watu hawa wa Madina ni watu ambao kwamba walisubiri njaa itakayokuwako Madina, ama ambao ilikuwako zamani. Watu hawa walisubiri shida za Madina, walisubiri matatizo ya mji wa Madina. Hawa vile vile mtume atawaombea siku ya Kiyama, wapewe msamaha, waingie peponi. Hadithi ilipokewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, anasema kuna bwana alikuja kulalamika, kushtaki maisha magumu ya Madina. Wa akhbarahu an la sabra lahu ala jahdi al-Madina wa la'waiha. Akamwelezea sahaba huyu Abu Sa'id al-Khudri kwamba yeye ataka kuhama kutoka Madina kwa sababu ya shida za mji wa Madina. Ima shida hii sahaba huyu aliipata kabla, na kuna shida pengine itakuja kutokea baadaye kwa watu watakao kuishi Madina. Sababu sisi tunaelewa kwamba sasa watu wa Madina wanaishi kwenye starehe, lakini haimaanishi kwamba watu wote wako kwenye starehe Madina. Kuna mtu ana shida na anaishi Madina, kuna mtu hana chakula na anaishi Madina. Yule akisubiri ni sababu yeye kupata msamaha wa mtume. Huyu sahaba akamwambia, waihak la amuruka bidhalik, hapana, mimi sikuamrishi utoke mji wa Madina. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mimi nimemsikia mtume akisema, la yasbiru ahadun ala la'waiha, hata subiri yeyote kwenye shida za Madina na matatizo yake, fayamut, akafa kwenye matatizo haya, illa kuntu lahu shafi'an au shahidan yawm al-qiyama idha kana musliman,
mimi mtu huyo nitamsaidia, mtu huyo nitamwombea msamaha, mtu huyo nitakuwa shahidi wake siku ya Kiyama. Hadithi mpokewa na Imamu Muslim rahimahullah. Hadithi nyingine Mtume anasema, la yasbiru ala la'wa'i al-Madina wa shiddatiha ahadun min ummati, mtu yote kwenye umma wangu atasbiri na shida za Madina, illa kuntu lahu shafi'an yawm al-qiyama au shahida, mtu huyo mimi nitamuombea msamaha siku ya Kiyama. Hadithi vile vile mpokewa na Imamu Muslim. Hii ndio misamaha minane ya Mtume alayhi salatu wassalam. Msamaha wa kundi lingine ni misamaha ya mitume, shafaatul anbiya'il akharin. Sisi tumesema msamaha kwanza ulikuwa wa mtume, tulionyesha hapa makundi manane. Kundi la pili ni msamaha wa mitume wengine. Msamaha ndugu zangu huu wa Kiyama ni katika rehma zake Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Hebu tufikirie leo ungekuwa hakuna msamaha siku ya Kiyama, mtu atalipwa kwa amali yake tu, na sisi tusifikirie kwamba amali zetu ndio zitatuokoa siku ya Kiyama. La, sisi ama wale watakao Mwenyezi Mungu kuwaingiza peponi, atawaingiza peponi kwa fadhila zake, wala sio amali zao. Amali zitapimwa, tutakuja kwenye mizani. Sisi ile pepo ni ya Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe mtu akiingia peponi ni kwa rehma zake na fadhila zake. Na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu atawapeleka motoni, watakwenda motoni kwa uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutafika kwenye hisabu itakuwaje? Na wale ambao wasiokuwa Waislamu watahesabiwa kwa nini na nini? Kwa hivyo huyu msamaha, shafaa, ni katika rehma na ni katika vitu vinatupa matumaini siku ya Kiyama kwamba kuna msamaha. Na sehemu ya mwisho ya sehemu ya msamaha, mimi nitataja mambo mtu lao atayafanya hapa duniani, kuna uwezekano mkubwa kupata nafasi hii ya msamaha. Mitume wote vile vile watapewa ruhusa kuwaombea wenye madhambi makubwa. Kila mtume aliyetumilizwa duniani atapewa fursa na Mwenyezi Mungu kuwaombea watu. Ima atawaombea watu katika umma wake, ama atawaombea watu kwenye umma nyingine. Si ajabu Mtume Yunus akamwombea mtu msamaha kwenye umma huu, au Mtume Nuh akamwombea mtu msamaha kwenye umma huu. Ndio mimi nasema mara nyingi, sisi tukiwatetea wale mitume inaweza kuwa ni sababu mtu akapata msamaha. Allahu a'lam. Tukimtetea Mtume Yunus, tukimtetea Mtume Nuh, Mtume Isa, Mtume Zakaria, Mtume Musa, halipiti bure lile kwa Mwenyezi Mungu. Mtume yule Yunus atasimama akuombee msamaha, ama Mtume Nuh, ama Shuaib, ama Musa, ama Isa, ama Daud, ama Zakaria, ama Suleiman alayhi salam. Ibn Qudama anasema na Ibn Taymiyyah kwamba mitume hawa watawaombea watu ambao kwamba waliofanya madhambi makubwa, lakini hawana shirk, hawajamshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini mtu aliteleza akafanya moja katika kabair. Mitume hawa watapewa nafasi wa waombee. Hadithi ilipokewa na Imam Al-Haythami na At-Tabarani na Muslim na Ibn Ahmad. Mtume anasema kwa siku ya Kiyama, hadith qudsi hii, Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema, shafa'atil malaika, malaika washatoa msamaha wao, wa shafa'a nabiyun, na mitume pia watatoa msamaha kwa hii, walam yabqa illa arhamur rahimin. Hadithi nitaitaja leo ama wiki inayofuata. Hadithi nyingine mpokewa na Imam Ahmad na Tabarani. Mtume anasema kwamba yahmilu an-nas ala sirati yawm al-qiyam, watu ile sirat, tafika kwenye sirat, moja katika stage za safari hii ni sirat. Watu watapanda ile sirat. Kipindi fulani kwenye sirat watu watapanda, watakuwa wengi kwenye ile sirat, na kuna wakati ni mtu mmoja mmoja atapita kwenye sirat. Yule mtu wa mwisho ambao ataingia peponi atakuwa peke yake kwenye sirat. Tulisimulia kisa chake tulipozungumza hadith qudsi, lakini itabidi pengine turudie kisa cha mtu huyo. Akhiru rajulin yadkhulul janna, mtu wa mwisho atakayeingia peponi atabakuwa mbaki peke yake kwenye sirat. Atachukua muda tangu mwanzo wa sirat mpaka mwisho, atachukua muda sana bwana huyu. Lakini Mtume hadithi anasema yahmilu nasu ala sirati yawm al-qiyam,
watu watakuwa wako juu kwenye ile sirat. Fatuqadi'u lahum jambata as-sirat taqadu al-firashi ala an-nar, ile sirat itawaangusha watu kama wanavyoanguka kumbe kwenye moto, ama butterflies ndio firash, wataanguka kwenye moto, sababu ile sirati juu, chini yake ndio moto wa jahannam. Ile sirati iko juu ya moto wa jahannam. Mtume anasema kuna watu wataanguka kwenye sirati, wakianguka ni watu wa motoni. Fayunajji Allahu birahmatihi man yasha, lakini kuna watu Mwenyezi Mungu atawaokoa kwa rehema zake. Kisha Mtume Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu atatoa ruhusa kwa malaika, atatoa ruhusa kwa mitume, atatoa ruhusa kwa mashahidi, makundi matatu, ani yashfau, wawaombee watu msamaha ambao kwamba walikuwa wameanguka wako motoni. Fayashfaun, watapewa fursa hawa. Wayukhrijun, watakwenda wataombea watu motoni, watatolewa, watapelekwa peponi. Mtume anasema wayashfaun, mara ya pili wataomba tena ruhusa kwa Mwenyezi Mungu. Wayukhrijun, watakwenda tena motoni wawatoe watu kwa mara ya pili. Wayashfaun, watakuja tena kuomba ruhusa kwa Mwenyezi Mungu wa msamaha. Wayukhrijun, na watapewa tena fursa ya tatu. Mpokezi wa hadithi anasema wazada Uthman marra, Uthman ibn Affan radhiallahu anhu aliongeza na mara ya 4, akasema wayashfaun wayukhrijun man kana fi qalbihi ma yazinu dharratin min iman. Allahu akbar. Uthman anasema kuna na mara ya 4 mimi nilimsikia Mtume akisema kwamba watakwenda tena kuomba ruhusa kwa Mwenyezi Mungu kwa mara ya 4, waambiwe nendeni mkawatoe watu ambao kwamba kwenye nyoyo zao wana sehemu ndogo ya imani, watolewe wapelekwe peponi. Msamaha watatu ni wa malaika. Hapa mitume watatoa watu vile vile, wataomba, watakwenda watawaombea msamaha. Msamaha watatu utakaokuwako siku ya kiyama ni msamaha wa malaika. Qur'ani imethibitisha kwamba malaika vile vile watapewa fursa ya kuwaombea watu msamaha. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Najm, wa kam min malakin fi samawati, kuna malaika wangapi kwenye mbingu, la tughni shafa'atuhum, msamaha wao hautokubalika, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, ila mpaka Mwenyezi Mungu aridhie na aruhusu. Hii hadithi tulitaja tulipozungumza masala ya hii aya, tulitaja tulipozungumza kuhusu masharti ya msamaha siku ya kiyama. Na neno kam kwenye hii aya, wa kam min malakin, haimaanishi ni malaika wangapi, inamaanisha ni malaika wengi ambao wataomba nafasi kupewa ruhusa waotoe watu motoni. Aya nyingine vile vile Mwenyezi Mungu anasema suratul Anbiya, wala yashfaun, malaika hawatatoa ruhusa siku ya kiyama, illa liman irtadha, illa kwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewaridhia wanafaa kupewa msamaha. Wahum min khashyatihi mushfiqun, hiyo suratul Anbiya. Wanavyuoni wengine wa tafsiri wanasema hawa ni watu wa la ilaha illa Allah, mtu ambaye kwamba anaamini kweli hakuna anayefaa kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu peke yake. Malaika ndio watakuja waombee watu hawa wa la ilaha illa Allah, wapelekwe peponi. Kuhusu la ilaha illa Allah, tukizungumza kuhusu masala ya hisab, kuna hadithi inaitwa hadithul bitaq, ama huyo hadithi inaitwa sahibul bitaq. Bitaqa ni baji ama ID. Huyu mtu atakuja, ataekewa siku ya kiyama, ataekewa zile sijil ni mafaili yake, faili zake za madhambi, maddal basar, anavyopeleka macho yake anaona faili zake za makosa yake. Zitachukuliwa zile faili zake za makosa, ziwekwe upande mmoja wa mizani. Mizani itakuwa mzito, huyu sasa ni mwakwenda tu motoni, hisabu yake inaonyesha mzito. Lakini Mwenyezi Mungu atamuuliza, ya abdi, kuna wema unakumbuka hatuja kuandikia? Atasema la ya Rabb, kila kitu mumeniandikia. Mwenyezi Mungu atamuuliza swali ya pili, hal dhalamaka katabati,
wale malaika wangu wa kuandika amal wamekudhulumu? Pengine kuna amal hawakukuandikia, atasema la ya Rab, hawajanidhulumu. Mwenyezi Mungu ataitisha ile baji iwekwe upande wa pili wa mizani. Mtume anasema fatatwishu bisijilat, ikiwekwa ile baji upande wa pili, yale madhambi ambayo yalikuwa madda albasari yote yatarushwa, itakuwa hakuna kitu upande wa pili. Yule mja atamuuliza Mwenyezi Mungu, hii baji ina nini? Wema gani mimi nimefanya sikumbuki? Mwenyezi Mungu atamwambia hii ni baji ya la ilaha illa Allah, bitaqatu la ilaha illa Allah. Ndio Mtume anasema afdalu dhikri la ilaha illa Allah, dhikri kubwa ni la ilaha illa Allah, mtu kusema tu la ilaha illa Allah. Tukifika kwenye hisabu tutataja mambo kama haya, watu ambao watahesabiwa na sin kadhaa za hisabu. Malaika vile vile watawaombea watu msamaha, vile vile watu wa kabair, watu wa madhambi, hawa watapelekwa peponi. Na kwenye hawa watu wa kabair hawa kuna wengine kwa sababu ya ule msamaha, hawa kwanza watapelekwa motoni wasafishwe. Allahu aalam watakaa motoni muda gani, kwa sababu pepo ya Mwenyezi Mungu haingii mtu ambaye kwamba sio msafi. Pepo ya Mwenyezi Mungu ni safi na wala haingii ila mtu msafi. Akishakuwa msafi lakini aliombewa, atakwenda kwanza motoni asafishwe, awe msafi, alafu atapelekwa peponi. Msamaha wa 4 ni shafaatu shuhada, msamaha wa wale mashahidi. Katika ikram na fadhila kubwa Mwenyezi Mungu alimpatia yule shahidi hapa duniani, ni yule ambaye kwamba ni kupewa ile fursa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Darda anasema hadithi ndefu kuhusu yule fadhila za yule shahidi. Mtume anasema yashfa'u shahidu fi 70 fi ahli baiti, yule shahidi atapewa fursa kuwaombea 70 katika watu wake, watu 70 katika familia yake. Na 70 kwenye hadithi ya imaanishi watu 70, la 70 hapa inamaanisha wingi. Kwenye Kiarabu neno 7 ama 70 inamaanisha wingi, sawa sawa na Mwenyezi Mungu aliposema kwenye suratu Tauba kumwambia mtume in tastaghfir lahum 70 marra, ukiwaombea hawa msamaha mara 70 hawa wanafiki. Haimaanishi kwamba mara 70, na maanisha mtume hata akiwaombea msamaha sana hawatasamehewa kwa sababu ya unafiki wao. Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye suratul Baqara, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat 7 sanabil. Haimaanishi 7 sanabil mahindi 7, la, inamaanisha nyingi. Sasa wana hadithi hii, yule shahid siku ya kiyama atapewa fursa ya kuwaombea watu wengi kwenye familia yake kwa sababu ya kusubiri. Lakini msamaha wa mashahidi ni kulingana na cheo chao na vipi mtu alipata ule shahidi, kwa sababu wale mashahidi hawako sawa sawa. Yule mwenye cheo kikubwa atapata watu wengi wa kuwaombea. Kwa mfano Hamza ammi yake mtume anajulikana sayyidu shuhada kwa sababu aliuliwa kwenye vita vya Uhud, na baada ya kuuliwa yeye safu ya Waislamu ilibabaika, ikawa ni sababu ya mtume watu kutoa habari kwamba mtume amefariki kwenye vita, na mtume hakufariki kwenye vita vya Uhud. Aliuliwa Mus'ab ibn Umair kwa sababu walikuwa wanafanana kwa sura mtume na Mus'ab, watu wakatangaza kwenye vita kwamba mtume ameuliwa. Kwa sababu ya kuuliwa Hamza ndio mtume akaumia kwenye vita vya Uhud. Kuuliwa Hamza baada watu wameshaondoka uwanja wa vita, alikuja Hindi na Wahshi wakampasua tumbo la Hamza, wakatoa ini lake. Kwa hivyo mbali na kuuliwa alipitia tocha, alipitia mateso. Na mtume katika maisha yake masahaba wameweza kurekodi sauti ya mtume ya kulia kwenye matukio kidogo sana, kwamba watu walisikia sauti ya mtume kulia mara 3 ama mara 4 tu. Mara moja ni hiki kifo cha Hamza, ammi yake aliyesimama na yeye, na ni katika maami yake wawili tu waliosilimu, Abbas na Hamza.
na ami wawili wa mtume hawakusilimu, Abu Talib na Abu Lahab. Mtume ana maami wawili, ndugu zake babake wawili wakasilimu, Hamza na Abbas, na wawili hawakutamka shahada, Abu Talib na Abu Lahab. Hamza ni ami yake mtume na ni ndugu yake kwa kunyonya. Hamza alinyonyeshwa na mama Halima Saadia kabla mtume hajazaliwa. Kwa hivyo Hamza alikuwa na cheo kikubwa sana kwa mtume. Ndio siku mtume Hamza alipouliwa, watu walisikia sauti ya mtume kulia. Na mara ya pili ni ziliposhuka zile aya, inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, mpaka mwisho aya hizo. Aya hizi ziliposhuka, mtume alikuwa kitandani ashalala, ndio anapata usingizi, akaomba ruhusa kwa Bi Aisha kuswali. Mtume akaamka, akashika maji, akatawadha, akaswali qiyamul layl, akawa anazisoma aya hizi peke yake, inna fi khalqi samawati wal ardh. Aya mzito sana, lau tungejua maana yake. Kwenye aya hizi mtume alikuwa analia, anasikiwa sauti ya kilio chake, na matukio mengine tutakuja kuyataja baadaye. Sasa Hamza bila shaka atapata daraja kubwa siku ya kiyama, ataweza kuwaombea msamaha watu wengi. Tukisoma baadaye, maybe tukitaja maisha ya maswahaba, tutaona maswahaba walivyopata shida katika Uislamu na walivyofariki kwenye watu kufa mashahidi. Na Sheikh Jamaluddin ana darasa hapa ya visa vya maswahaba. Bila shaka atataja maswahaba wengine walivyoumia katika kupata shahada. Wengine waliumia sana, wengine walikuwa wanakatwa kidole sehemu ya mwili baada ya nyingine. Kwa mfano Habib ibn Zaid, kuna sahaba pengine si maarufu, anaitwa Habib ibn Zaid. Kufa kwake shahidi, alikuwa anateswa kidogo kidogo, atolewe jicho, akatolewe, katwe sikio, akatwe kidole, adungwe kisu, na yeye anaulizwa, kubali Muhammad ismi? Anasema siwezi, mimi sisikii chochote. Katika mazungumzo yake, mimi ashhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Akawa anateswa hivyo mpaka alipoaga dunia. Maajabu ya sahaba huyu. Lakini Habib ibn Zaid alipokuwa ana roho yake inatolewa, kwenye midomo yake kuliandikika la ilaha illallah Muhammadun rasulullah, ushahidi. Akifufuka nafufuka nayo. Huyu ampata shahada, lakini angalia alivyoumia mpaka kupata shahada. Sio sawa na ule aliyepigwa upanga mara moja. Msamaha wa tano wa siku ya kiyama ni msamaha wa waumini, wale watu wema, almu'minuna salihun. Hawa vile vile watapewa fursa kuwaombea wengine msamaha. Hawa ni wale waumini bora, waumini wachaji Mungu, lakini hawa vile vile watapewa fursa hii. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, anasema kwamba siku ya kiyama, Mtume anasema hakuna siku watu wataomba wapewe fursa kuzungumza na kuwaombea wenzao msamaha kama siku ya kiyama. Watu watakwenda kuomba kwa mtume awasamehe, na watu pia watamuomba Mwenyezi Mungu awapatie msamaha, waombe wenzao. Kuna watu watamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna maana. Wale watu wema watamwambia Mwenyezi Mungu, kuna wenzetu tulikuwa tunaswali nao duniani sisi, wayasumuna maana, na wanafunga na sisi, wayamaluna maana, na wanafanya amali za khairi pamoja na sisi, lakini wao ni watu wa motoni. Sisi tunakuomba twende tuombe msamaha. Mtu aweza kwamba yeye rafiki yake hajui, lakini yeye ni rafiki yake hamuoni, na ataambiwa rafiki yake yuko jahannam, wala iyadhu billah. Tuambia Mwenyezi Mungu, hawa ndugu zetu, ni marafiki zetu hawa, tumefunga na wao, tumeswali na wao, tumekwenda umra na wao, tumefanya sadaka na wao, tumefanya itikafu na wao, tumefanya adhkar na wao, tumefanya tabligh na wao. Wako wapi? Lakini wako motoni. Mtume atawaambia, idhhabu, nendeni peponi, motoni mkawatoe. Sasa faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinari min iman fa akhrijuhu, muwatoe. Msamaha wa waumini unakuja hapa. Wale waumini watakwenda, watawaona wenzao. Watawajuaje kule wenzao na washachomeka? La, katika rehema ya Mwenyezi Mungu watu hawa
ni kwamba ule moto hautochoma nyuso zao. Utajua huyu fulani ni rafiki yangu. Kwa sababu lao amri ingekuja wachomeke, wengechomeka mpaka uso. Lakini wakichomeka motoni, uso utabaki, utajua huyu fulani nilikuwa naye duniani. Fayatun, watakwenda kuwaona wenzao. Wa ba'dhum qad ghaba fi an-nari ila qadamih, wataona wale marafiki zao hapa duniani moto umewachoma mpaka kwenye nyayo zao. Huyu ataombewa, atatolewa, atapelekwa peponi. Wengine ila ansafi saqai, moto utakuwa umewachoma mpaka nusu ya kwenye miundi yao. Fayukhrijuna man arafu, watawatoa. Thumma yaudun, watarudi tena kwa Mwenyezi Mungu, wataomba tena fursa, na Mwenyezi Mungu atawaruhusu waende wawatoe wenzao. Watakwenda kuwatoa mpaka mpokezi wa hadithi anasema, ikiwa hamuamini jambo hili litafanyika, someni aya. Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Hii ni aya kwenye Qur'an. Hadithi nyingine ya sahaba anaitwa Ubada ibn Samit, anasema, mimi niliingia, kuna mtu aliingia na karibu anaaga dunia. Mpokezi wa hadithi anasema, mimi niliingia kwa Ubada ibn Samit radhiallahu anhu, kama sahaba wakubwa, karibu anaaga dunia na mimi nikalia. Ubada ibn Samit akamuuliza, kwa nini wewe unalia? Akamwambia, mimi nalia kwa sababu wewe unaaga dunia, hatutaonana tena. Ubada ibn Samit akamwambia, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, lau nitasimamisha kwa kutolea ushahidi, itasema wewe ni mtu mwema, msamaha unakuja hapa. Wala in shufi'tu la ushafi'anna lak, na mimi lau nitapewa fursa ya kukuombea msamaha, basi mimi nitakuombea msamaha. Wala in istata'tu la anfa'annak, na lau nitapata fursa, basi mimi nitakusaidia siku ya Kiyama. Alafu Ubada ibn Samit akasema, mimi nimemsikia Mtume akisema, man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah harrama Allahu alayhi an-nar, mtu huyo hata ingia motoni. Ubada ibn Samit, kwa dakika moja ama mbili nienda kwenye msamaha mwingine wa 6 kuhusu sahaba Ubada ibn Samit. Mtume katika maisha yake aliwalea maswahaba hawa kwa njia tofauti. Mtume akaweza kutoa watu 5, kila mtu mmoja ni sawasawa na watu 1000. Mmoja wao ni huyo Ubada ibn Samit. Ubada ibn Samit ni sawasawa na watu 1000. Amr ibn al-As alipofungua mji wa Masr, ilifika wakati kwa jeshi lake ni kidogo, na akaonelea na akawa nafikiri kule anakokwenda kutakuwa na vita na watu ni kidogo. Akaandika barua kuipeleka Madina aombe aongezewe watu. Na kutoka Masr mpaka Madina tulikuwa tunaweza kuchukua pengine wiki tatu kutayarisha yule bwana kutoka Masr mpaka Madina. Yule sahaba akaja na barua kwamba anaomba msaada kutoka Madina. Umar akajaribu, akapata watu 4000. Siku hizo watu 4000 ni watu wengi sana. Tukumbuke kipindi hiki kuna jeshi nje, watu wengi wako nje wanapigana jihad. Umar ibn Khattab akaweza kutayarisha watu 4000, alafu akamwambia, na mimi nakutumia watu wengine 4, kullu minhum bi 1000 rajul, mimi nakutumia watu 4, hawa sawa sawa na watu 1000 kila mtu. Kwa hivyo hisabu yangu mimi nakutumia watu 8000, watu 4000 na watu 4, kila moja ni watu 1000. Niwaambie majina yao. Mtu wa kwanza Azubair ibn al-Awwam. Azubair ibn al-Awwam mama yake ni shangazi yake Mtume Bi Safia bint Abdul Muttalib. Huyu alikuwa sawa sawa na watu 1000, Azubair ibn al-Awwam. Mtu wa pili ni huyu Ubada ibn Samit, sawa sawa na watu 1000. Mtu wa tatu Al-Miqdad ibn al-Aswad, sawa sawa na watu 1000. Na mtu wa 4 Muslima ibn Mukhallad. Umar akamtumia Amr ibn al-As watu hawa 4, akamwambia hawa kila mtu sawa sawa na watu 1000. Mimi hesabu yangu na watu 8000 na wewe una watu 4000 huko.
hisabu yangu una watu 12,000, usiniandikie tena barua unaomba msaada. Khalas, mimi sina tena mtu wa kupeana kwako wewe. Wewe fungua Masr na jeshi la watu 12,000. Na akamwambia, mimi nimemsikia mtume akisema watu 12,000 kwenye hii dini hawashindwi. Mimi na watu 12,000 nishakupatia. Ukishindwa kufungua Masr, una sababu nyingine, sio namba ya watu. Wewe una sababu nyingine. Kisa cha kufunguliwa Masr ni kisa kikubwa sana. Huyo Ubadah ibn Samit na watu wako kwenye vita, aliinuka usiku qiyamul layl peke yake kwenye giza. Ndio mtume akasema huyu rajulun bi alf. Alipokuwa anaswali akaona Romans wanakuja kumwataki yeye. Akamaliza swala yake, akachukua upanga wake na akawafuata, na yuko peke yake. Imagine Ubadah ibn Samit peke yake alichukua panga lake akawafuata, na hawakuwa mtu wawili wala walikuwa kundi la Ar-Roman. Akapambana nao yeye peke yake. Kwa ile hofu, kwa ule uoga wa Ar-Roman, walikimbia wakarudi kwenye hema yao, kwa sababu walikuwa wamebeba vitu wale Romans. Ar-Roman wakawa wanakimbia na wanaacha vitu ili waweze kukimbia haraka. Sababu Ubadah ibn Samit anawakaribia, wakaacha upanga, wakaacha dhahabu, wakaacha babags, wakaacha nguo zao. Ubadah ibn Samit alifanya nini? Alipohakikisha kwamba washaingia kwenye kastuli yao, alirudi kuendelea kuswali, wala hakuangalia wametupa nini hawa njiani. Rajulun bi alf. Hakuangalia dhahabu wala pesa wala upanga wala chochote. Yeye alikuja akaendelea na swala yake. Allahu akbar. Rajul Ubadah ibn Samit. Ndugu zangu, tukisimulia maisha ya masahaba utaona maajabu. Taib, Ubadah ibn Samit, muda na dakika 5 itanitosha inshallah kumaliza. Msamaha wa sita, naam. Shafaatul wildan ni ule msamaha wa wale watoto wadogo ambao kwamba wamefariki hawajabalighi. Na walad kwenye Kiarabu ni mtoto mvulana na mtoto msichana. Walad kwenye Kiarabu inatumika kwa wote wawili. Wale wazazi ambao kwamba walisubiri amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtoto wao alifariki akiwa mdogo, wakasubiri, yule mtoto atasimama siku ya Kiyama awaombee wazazi wake msamaha. Mtume anasema, la yamutu li muslimin thalathatun min alwalad fayaliju an-nar. Haiwezekani mtoto, baba na mama wakose watoto watatu alafu waingie motoni. Wale watoto watasimama watamuombea mzazi wao. Hadithi nyingine mpokewa na Abu Huraira, Mtume alisema kuambia wanawake wengi, la yamutu ihdakunna thalathatun min alwalad. Mmoja wenu nyinyi kina mama akifiliwa na watoto watatu, fatahtasibuhu, akasubiri, illa dakhalat aljanna, ataingia peponi. Mama mmoja akainua mkono akamwambia, ya Rasulullah, wathnatain, ipunguza hiyo namba ya watoto wawili. Na Mtume akakubali akasema, au ithnatain, ama watoto wawili. Riwaya nyingine mama mwingine alisema, ya Mtume, punguza iwe mtoto mmoja. Na Mtume akakubali mtoto mmoja. Kwa hivyo mtu aliyefiliwa na mtoto mmoja, mtu aliyefiliwa na watoto wawili, mtu aliyefiliwa na watoto watatu, mabruk, akisubiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi mtoto yule atasimama amuombee wazazi wake. Jambo la 7 na la 8 ambalo kwamba litatuombea siku ya Kiyama ni ibada 2, Qur'ani na saumu. Na wale alhamdulillah tuko Ramadhani iko mlangoni inabisha. Mwenyezi Mungu atufikishe na tuwafikie kuifunga. Kuna wangapi ambao kwamba hawataipata Ramadhani ya mwaka huu? Wengi. Na kuna wengi Allahu aalam wataaga kesho ni Ramadhani. Allahu aalam. Sisi ni sasa ni kujitayarisha kuomba tu Ramadhani tufikie na sisi tufunge. Kwa sababu Ramadhani zitakuja nyingi. Sisi ndo hatuna hakika kama tutaipata Ramadhani. Ramadhani itakuja nyingine na nyingine na nyingine ila yaum yubathun.
Sisi ndo hatuna uhakika Ramadhani itatufikia ama haitufikia. Hadithi za Mtume zinaonyesha kwamba Qur'ani na saum zitasimama siku ya Kiyama zimuombee mu'min. Mtume anasema iqra'ul Qur'an, someni Qur'ani, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Qur'ani itakuja siku ya Kiyama imuombee yule aliyekuwa akiisoma hapo. Hadithi nyingine Mtume anasema iqra'ul Qur'an, isomeni Qur'ani, fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi. Qur'ani itakuja kumuombea anayesoma. Mtume akasema iqra'u Zahrawain, someni sura mbili muhimu, Al-Baqara wa Al-Imran. Ikiwa mtu hawezi kusoma Qur'ani yote, basi asome Al-Baqara na Al-Imran. Fa innahuma, sura hizi mbili, yatiyani yawm al-qiyama, zitakuja siku ya Kiyama, kaannahuma ghamamatani, zitakuwa kama mawingu mawili, wingu la Al-Baqara na wingu la Al-Imran. Au ghayayatani au firqani min tayrin saf, ama makundi ya ndege, itakuwa ni kama kundi la ndege. Tuhajani an sahibihim, zitamtetea alikuwa akisoma suratul Baqara na Ali Imran. Mimi nilisema kitambo na nasema tena, hata kwenye majumba yetu, hata kwenye biashara zetu, hata mahali tunapokaa, ni muhimu tusome suratul Baqara na Ali Imran. Ima mtu ashike msohafu asome, ama hata kwenye simu suratul Baqara na Ali Imran ziwe zinasoma, kwa sababu hizo ni sura zinaleta baraka nyumbani, zinaleta baraka kwenye biashara, zinaleta baraka kwenye maisha ya mtu. Somo vile vile Mtume anasema yaqulu siyam ay rab mana'tuhu at-ta'ama wa shahawat, mwezi wa Ramadhani huyu nilimnyima kufunga na kula na shahwa zake, fashafi'ni fi, basi nisamehe, naomba msamaha, na msamaha ukawa ni wenye kupatikana. Msamaha wa mwisho, hii ndio misamaha 8 ambao niliitaja wiki iliyopita. Kuna msamaha wa mwisho, ni msamaha tofauti sana. Mitume washaomba msamaha, malaika, mtume alayhi salatu wasalam na mitume wengine na watu wema, mashahid, saum na Qur'ani. Umebakia msamaha wa mwisho sasa. Mi sina maneno ya kueleza msamaha huu, wallahi sina maneno ya kueleza msamaha huu, kwa sababu ni msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio wanavyoni walipotaja wenye kutoa msamaha, hakuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata sisi tulipoonyesha hapa ni aina 8 tu ya msamaha. Huu ndio msamaha wenye utukufu, huu ndio msamaha una rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msamaha huu Mtume anaeleza kwenye hadithi ilipokewa na Abu Sa'id al-Khudri na Bukhari na Muslim na An-Nasa'i na Ibn Majah na Ahmad. Kwa hivyo ni msamaha umethubutu kisharia. Mtume anasema, hadithi ndefu lakini mimi naipunguza tu, kwa siku ya Kiyama watu wakisha kutoa msamaha wao, na wale watu wa kwenda motoni washapelekwa na wa kwenda peponi washapelekwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatoa msamaha wake. Mtume Mwenyezi Mungu atasema shafa'atil malaika, malaika washatoa msamaha wao. Mwenyezi Mungu anasema wa shafa'atil anbiya, na malaika pia na mitume pia washatoa msamaha wao. Wa shafa'al mu'minun, na waumini vile vile washatoa msamaha wao. Wa baqiya arhamur rahimin, amibaki mwenye rehma kuliko wote, sababu wale huruma ndio iliwatuma wakawasamehe wenzao, lakini Mwenyezi Mungu ni arhamur rahimin. Rehma za Mwenyezi Mungu ziko duniani mpaka akhira. Mtume anasema fayaqbidhu qabdatan minan nar, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe atalitoa kundi motoni, litatolewa, litawekwa kando. Au qabdhatain, au mara mbili, Mwenyezi Mungu atatoa kundi motoni ama makundi mawili, watu ambao kwamba hawajafanya wema wowote. Allahu aalam kwa nini yeye mwenyewe atawatoa motoni, lakini Mtume anawasifu watu hawa, anasema qad ihturiqu,
hatta swaru himaman. Hawa wameishi motoni siku nyingi, wamechomeka sana mpaka wamekuwa makaa. Ndio himaman, yani swaru fahman, wamekuwa makaa. Wewe chukua makaa uyaangalie, wamechomeka watu hao, wamekuwa makaa. Lakini watakapokutolewa, Mwenyezi Mungu atatoa amri watu hawa kabla hawajaenda peponi wapelekwe kwenye lake. Hiyo lake inaitwa Nahrul Hayat. Hii ni lake ya uhai. Watatupwa kwenye ile lake. Wote watakuwa kwenye yale maji. Watakapokutolewa, Mtume anasema fayasubbu alaihim, watazama kwenye yale maji. Fayambutun, wakitolewa, fayambutuna kama tambutul habba, wakitolewa kwenye ile lake, wataanza sasa kumea nyama kama inavyotoka mboga kwenye ardhi pole pole. Hawa watakaa pale kwenye ile Nahrul Hayat mpaka wakamilike sasa, kwamba sasa wamekuwa ni wanadamu kamili. Ndio hawa sasa Mwenyezi Mungu kabla hawajaenda peponi watakuwa kwenye nyuso zao kumiandikika neno. Mtume anasema utaqaullah, hawa ni watu wameachwa huru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sasa watapelekwa peponi. Watakapopelekwa peponi, Mwenyezi Mungu atawauliza. Mwenyezi Mungu atawauliza watu hawa, mwataka nini niwapatie? Watamwambia Mwenyezi Mungu, kitu gani sisi tuweza kukuomba wewe baada umeshatutoa motoni, umetuingiza kwenye Nahrul Hayat, tumimea mwili, tuko sawa sawa, kitu gani sisi utatupatia? Mwenyezi Mungu yani mshawapeleka peponi, Mwenyezi Mungu atawaambia ridhai ankum fala askhatu alaikum abadan, mimi nimewapatia radhi zangu. Nyinyi watu wa Nahrul Hayat mumeandikika utaqaullah, nyinyi muna radhi zangu. Mimi sasa sina tena hasira na nyinyi, wala sina tena ghadhabu kama nilikuwa nazo kabla nyinyi mlipokuwa motoni. Hili ndio kundi la mwisho ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe viumbe wake. Mimi nitakuwa nimebakisha kitu kimoja tu kwenye maudhui hii sasa ya shafaa, kutaja mambo ambayo kwamba mtu akiyafanya ndio atapata msamaha wa mitume ama malaika ama kama watu tuliowataja hapo. Haya ndio tutakuwa mazungumzo yetu ya darasa inayofuata. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.